Jemedari, kwa nini bado unaamini Doumbia ni au bado unaamini kwamba Doumbia ni mchezaji mzuri ila anahitaji nafasi? Anahitaji muda, yes. Anahitaji muda. Yeah, mimi naamini kwa sababu unajua mimi nimewahi kuona wachezaji tena wengine kwa kucheza nao. Wakiwa na uwezo wa chini ya Doumbia, wakiwa na uwezo kama Doumbia na baadaye walibadilika kwa wachezaji. Nini ambacho unakiona kwake ambacho Nakupa mfano. Mimi nimewahi kucheza na mchezaji mmoja anaitwa Joseph Kaniki Gorota. Sawa? Nimecheza naye Lindi, Kariakoo ya Lindi. Akiwa mshambuliaji, anacheza namba 9, mimi nacheza namba 10, tunacheza timu moja. Hata sisi mle ndani tuna feel kwamba Kaniki uwezo wake wa control mpira ni mdogo. Sawa? Tunamwaisu, yani saa zingine ukipasia mpira unaona bana, what is this? Wakati wa usajili aliyekuwa mbunge wa Lindi mjini Mohamed Abdulaziz alimwacha Doumbia, tena ananiambia bana mimi huyu nikirudi alimwacha Kaniki ananiambia bana huyu nikirudi naye Lindi mimi yani itakuwa tabu. Kaniki akaenda Simba ya mwanzo ilikuwa marehemu Sila Saidi Mzirai, wanacheza ligi ya FA, wamecheza na Yanga hapa, akawa kama mtu wa vituko kama mchekeshaji tu. Simba wakampata kocha marehemu naye Joseph Agres Sianga, ndio aliyekuja kubadilisha uwezo wa Kaniki, na Kaniki akawa top striker wa Simba, top striker wa nchi. Sawa? Kwa ni muda tu, na mwalimu anahitaji nini na watu waamini hicho kitu. Kwa mfano unajua wachezaji hata mkikasirika, unajua wachezaji mnaweza mkoa mna mtu mle ndani mnahisi kabisa huyu jamaa bwana anatoka. Sawa, lakini ni sehemu ya nyinyi, na wala haiondoi kwamba nyinyi kukasirika kwenu kunaleta matatizo. Tutaenda break Jemedari, tukirudi ngoja basi. Nimewatumia nikukumbushe kitu Jemedari. Saa 4 juu ya alama. Muda umeisha. Jemedari, tukirudi mimi nitakuomba unielezee vitu gani ambavyo unaviona kwa Doumbia, kwa hiyo tusubiri. Na nimewatumia. Ndio umeniuliza tayari. Ndio nimekuuliza tayari. Tupitishe kwenye mambo mawili matatu ambayo unayaona kwa Doumbia. Mimi naamini ana kipaji. Sawa, ana kipaji. Na unajua kwa binadamu kama ilivyo kwenye maisha ya kawaida, kila binadamu ni wa kipekee, alingani na mwingine. Everybody is unique. Sawa? Hata wachezaji wana uzuri tofauti. Unapaswa kuunganishwa ili upate kitu kimoja concrete. Sasa hata kama ukijua tu kwamba huyu hapa strength yake ni ana uwezo mzuri wa kupiga kichwa, ana uwezo wa kuhold watu, akazuia, ana nguvu. Sawa? Hizi ni sifa ambazo zinaweza zikamfanya mtu mwingine asiyekuwa nazo, ukiziunganisha kutoka kwa watu ambao sasa wanaweza kucheza mpira mguuni vizuri, mkatengeneza kitu ambacho end product ikawa nzuri. Kwa mfano ukifanya analysis yoyote utajua strength ya jambo, utajua weakness, utaona opportunities, utaona na threats zinazozunguka jambo fulani. Hata kwa wachezaji tukiwafanyia analysis tutajua strength yake ni nini, weakness yake ni ipi. Sasa sisi kama coaches, kama team ya bench la ufundi, ni kazi yetu kuwaambia, kwanza kumwambia mchezaji husika na kuiambia team strength ya huyu mchezaji na weakness zake. Sawa? Sio kwamba mtu akiwa na weakness kwamba hilo jambo haitokei kwamba akalifanya vizuri, ni kwamba muda mrefu hili jambo huwa linampa taabu, lakini kuna mambo ambayo yanampa ndio nguvu yake iliko. Hata hizo changamoto zinaweza zikafanyiwa kazi na zikarekebishwa. Yes, kwa mfano kama kuna opportunities ambazo baadaye unaweza kuzibadilisha zikawa strength kwako. Si ndio? Kwa mimi naamini kwanza ana kipaji. Cha kwanza hicho. Yes. Na kipaji peke yake hakitoshi. Hata kama ukiwa unaweza kupiga chenga sana, lakini ni mtu ambaye ana presence yake inaweza ikasababisha mabeki wawili wakabaki kumlinda mtu mmoja, ikatengeneza watu wengine nafasi. Ni mtu ambaye strength yake kubwa iko kwenye mipira on air. Na ukiangalia wachezaji kwa qualified, goalkeeper anapaswa kuwa na kimo, mabeki wakati wanapaswa kuwa na kimo, washambuliaji wanapaswa kuwa na kimo. Hiyo sio mimi. Hiyo ni maelezo yanayotaka ya kimpira. Haimaanishi kwamba hauwezi kucheza na watu wafupi ukafanikiwa. Wapo wafupi unacheza na wafanikiwa, lakini
wanahitajika watu wenye vimo vinavyoanzia hivi na ukicheza naye yeye anakuwa na faida kuliko ni mtu ambaye ana kimo kidogo. Ndio maana hata umeona Dumbia alipotoka, sasa aliingia mtu ambaye anajua kucheza mpira mguuni, ana kimo cha wastani, lakini what happened? Baada ya dakika 10 15 na yeye akaingia kwenye ile system nzima. So kwangu mimi naamini Dumbia. Kwa hiyo ni hivyo viwili, kipaji na kimo. Unajua mimi hapa nataka niwaambieni kitu. Jemedali amewahi kuja hapa kwenye hizi mic wakati Jean Charles au akiwa top scorer wa Simba. Akasema haoni kama Ahoua ni mchezaji huyo ambaye anaweza kuipeleka Simba next level. Alikuwa anafunga. Sasa kuna vitu sivioni. You understand? Lakini kipindi kile anafunga magoli. Sasa alifanya analysis akaona Ahoua hatoshi. Mimi binafsi ukiwa ni namba 9 wa Simba, naamini Simba wanaweka sana mpira chini. Kitu cha kwanza, technically unatakiwa kuwa vizuri. Positioning awareness yako, movement zako zinatakiwa kuwa high muda wote. Simba sio timu ya kupiga crosses sana, na hususa zile high crosses, zile crosses za juu. Simba mara nyingi wakipiga cross, mara nyingi sana huwa ni zile cutback. Jana nadhani ni cross moja ya juu ambayo ilipigwa na Libasege ambayo unaikumbuka, ambayo ilipigwa back post. Dumbia alikuwa na watu wawili akaukosa ule mpira ukatoka ikawa ni goal kick. Lakini ukitazama cross nyingi sana zilikuwa ni cutback. Mara nyingi sana wanapiga zile cross, wanahitaji namba 10 au namba 8 ambao wanakuwa wameoverlap juu zaidi kwenda kuattack zile cutback na kuconvert kuwa magoli. Ukimtazama Dumbia muda mwingi sana anapenda kuscan pembeni. Anapenda sana kuwa pembeni. Ukienda pembeni means unawachanganya mabeki wa timu pinzani na hususa wale ma center back. Kule unakwenda kukutana na full back. Kama unapenda kwenda pembeni basi kwenye take-ons uwe vizuri. Uwezi kuwa vizuri kwenye take-ons kama technically hauko vizuri. Uwezi kumpeleka beki, inakuwa ni changamoto. Kule pembeni unakwenda kufanya nini? Ukipokea mpira unafanya nini? Anapoteza mipira. Then as a number 9 kuna muda una drop in between. Ukipokea mpira unaweza ukapiga back pass kwa kiungo wako. Alafu ukachukua space. Then wewe ukaanza kukimbia kwa attack box. Kiungo labda ameweka mpira pembeni kwa winga, ni cross sasa inakwenda kudondoka ili ukutane nayo finish. Uone vile vitu akiwa anavifanya. Ndio maana tunasema mshambuliaji kuna muda unaweza kutengeneza nafasi wewe mwenyewe. Dumbia anatengeneza nafasi yeye mwenyewe? Question mark. Sasa huwezi kuwa unacheza Simba tukao tunasema wewe ni mzuri tu hewani. Wewe ni mzuri tu hewani. I'm telling you, mimi ningekuwa ni kiongozi wa Simba, Dumbia anapiga panga. Na unapiga panga ndo kaja juzi. Alafu amecheza mechi ngapi? Mimi jana ndo kacheza mechi ya kwanza ya ushindani. Naomba niwape akibadilika hapo mbele kama naomba niwape exclusive. Ndio. Naomba niwape exclusive kwa hiki kipindi. Yanga wanakwenda kumalizana na namba 10. Si ndio? Kuna mchezaji inabidi ampishe huyu namba 10 kwenye kikosi wa kimataifa. So sasa hivi si wako 12. Yanga wameka options 2. Kama timu itatoa dola milioni 1.5 watamwachia Okelo na Okelo atampisha huyu namba 10. Lakini kama timu haijamatch, Yanga wanakwenda kumkata Komara, center back ambaye amesajiliwa hana hata mwezi, kwa sababu hawajaridhishwa na performance yake. Sijui kama tunaelewana. Wamemwona kwenye mechi ngapi? Guys, let me tell you one thing. Let me tell you one thing. Ile ni timu ambayo ina makocha, ina benchi la ufundi, ina viongozi. Mkataba wa miaka 2 wa Komara una kipengele cha kumtazama kwa miezi 6. Kama hawatoridhishwa naye wanamkata. Kama wataridhishwa naye wanaendelea naye. Kwa hiyo ni kazi ya bench la ufundi au ni viongozi ndo waliamua? Wakati wanampa mkataba, viongozi ndo wamempa. Bench la ufundi mkataba means kwa nini wamempa huo mkataba? Inawezekana hawakuwa na uhakika naye kwa 100%. Kwa tunapoleta usishwe kwenye hilo. Inawezekana. Ndio maana wamempa miezi 6 kwamba ukipress utaendelea. Kwa hiyo press tunakukata. The issue ni nini? Mpinzani wako unayeshindana naye anaweza kafanya quick decision. Binafsi mimi hapa Rafael. Mimi ningekuwa kiongozi wa Simba na mlamba Dumbia. Kwa sababu Simba
kuna maeneo mengi bado anahitaji wachezaji. Kwa sababu ya mechi ngapi ambazo umemwangalia? Nisikilizeni. Zaidi ya mechi 6 sasa hivi nadhani. Mechi 6 umezipata wapi Yansi? Mechi 6 umezipata wapi? Kwanza. Mechi 6 umezipataje? Mechi 3 za Kagame. Mechi ya kirafiki mimi nilikuwepo Rwanda dhidi ya Elmerek. Si ndio? Amecheza wiki ya Mwananchi, wiki ya Simba Day, mechi 5. Jana mechi ya 6. Unaona kabisa. I'm sure ninachozungumza. Yaani mimi sikurupuki. Najua kwamba ni mechi 6 tayari. Na uone mwanga. Simba wanahitaji at least hata wachezaji watatu. Wanahitaji holding midfielder. Namba 6 huyo. Simba wanahitaji kupata fullback ambaye ni versatile. Simba wana shida ya fullback kwa sasa. Simba wanahitaji kupata mshambuliaji. Hayo maeneo lazima utoe watu, uingize watu. Sasa huwezi kuwa unaenda na mchezaji ambaye yeye ni mzuri tu hewani, wakati kuna maeneo hauko sawa. Sasa yani Simba unaweza kuwa utakuwa unafanya maamuzi kwa sababu jirani yako naye anafanya maamuzi. Nimetolea mfano. Yes, ametoa mfano kama hali ni ngumu bado siku 2-3. Unaweza mkatengua tu pale ili mweke. No, sasa unajua mpira ni sawa sana maisha ya kawaida. Wewe huwezi kufanya maamuzi based on nyumba ya pili wanafanya nini. Wala hakuna mtu namna hiyo. Wala hakuna mtu anayetaka unafanya evaluation zako. Mimi nimetoa maoni yangu. Unaona kwamba sahihi kabisa. Dakika ni